Niseme kazi na utu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amani iwe kwenu. Awali ya yote nichukue wasaa huu kushukuru Mheshimiwa Diwani kwa kuliona hili na Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kata na delegation yako kubali kwamba sasa maadhimisho ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi mwaka huu 2026 yafanyika katika shule ya Ibuga mkiwa mnapanda mbegu ya elimu. Kwa kweli kwa hiyo mimi nashukuru sana. Kabla siendelea niseme taarifa zenu hizi nimeshazifikisha mpaka kwa sehemu ya wilaya. Anajua na amesema nakupongeza sana na nawashukuru sana kwa kilichofanya. Na mimi nishapeleka kwa kuongeza. Kwa hiyo niseme tuko katika mikono salama. Baada kusema haya sasa, kama nilivyojitambulisha kwamba mimi ni afisa kata wakati ya Kabanga, naomba niseme machache yafuatayo. Baada ya shukrani hizi, naomba niseme Mheshimiwa Diwani na Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na jamii yote, naomba nihakikishie kwamba hali ya elimu katika kata ya Kabanga iko katika mikono salama. Na tunaenda mbele kama ifuatavyo, nitawapa taarifa zinaendaje. Kwanza mmeshasomewa na hali ya Kibuga ikoje, kwamba tumetoka kupata asilimia 35 mwaka 2024, 2023 tukapanda mpaka asilimia 66, ambayo tumeongeza asilimia 31 zaidi. Yaani tumeongeza asilimia 31 zaidi. Kwa hiyo wamepanda kwa sehemu kubwa sana, wamepanda. Lakini niseme matokeo ya darasa la 4 pia mwaka 2024 walikuwa na asilimia 71 kama mlivyoambiwa, na sasa hivi ikawa asilimia tena 100, kwa maana kwamba hakuna hiyo hata huyu hata mmoja. Wakati 2024 walikuwa mapema na kuzi, umeona kutoka 10 mpaka 0 mpaka sasa. Lakini nije kwa upande wa kata, kwa upande wa elimu kata, mwaka 2024 kwa darasa la 7 tulikuwa na asilimia 80. Mwaka huu tumeshuka kidogo, tukapata asilimia 78.96. Kwa hiyo tunapunguza kama asilimia 1 kidogo. Na shule zote kata ya Kabanga ina shule za msingi 9. Shule zote zilifaulisha vizuri isipokuwa shule moja ya Budusi ambayo ilishuka kutoka asilimia 81 mpaka asilimia 40, na sisi tulikuwa na timu ya wilaya tumeenda kuweka mambo sawa pamoja na timu kumi ndani. Kwa maana yake huenda Budusi ilifanya vizuri, ilikuwa zaidi ya 80. Mwaka jana tulikuwa na watu na kauli ilikuwa ni darasa la 7. Darasa la 4 mwaka huu kwa ngazi ya kata tumepata asilimia 93 ya ufaulu. Kama mlishafuatilia matokeo sekondari kidato cha 4 tunaelekea kufika 0 kabisa. Kwa shule ya sekondari ya msingi hatuna 0. Kabanga sekondari tumepata 0.1. Ndio wanafunzi zaidi ya wanafunzi 300 halafu kabaki na 0.1. Maana yake ndio tutakwenda kulipa. Na hii yote inatokana na jitihada kwanza zetu viongozi, jitihada za walimu na jitihada za viongozi wengine, lakini hasa walimu. Kila mwaka huwa tuna kauli mbiu yetu ya kuelimisha sisi walimu. Tuna kauli mbiu kama vile Chama cha Mapinduzi wenyewe tunakuja na kauli mbiu, na sisi tunakuja na kauli mbiu yetu. Kwa mwaka jana 2025 tulikutana kuhimili wote walimu wa kata, tukakubaliana kupata kauli mbiu moja inayosema kufanya kazi kwa uaminifu. Na tulitoka kwenye kitabu cha Biblia Zaburi ya 145 kuanzia mstari wa 18 ambao unasema Bwana atakuwa karibu nao wanaofanya kwa wenzao kwa uaminifu, na wataangamiza ambao hawaamini. Kwa nini? Kwa uaminifu. Kwa maana kama usipofanya kazi unafelisha, maana yake atakatiza kufanya kazi. Hiyo ilikuwa ni kauli ya mwaka jana. Kauli mbiu ya mwaka huu, kwanza kabla ya kwenye kauli ya mwaka huu, maana yake Ibuga ndio kuongeza kwamba wanafanya kazi kwa uaminifu. Yaani sio kama wameshafika 100, lakini kutoka 35 kapanda ni juhudi kubwa. Kwa Kiingereza lazima ni juhudi school, ni shule inayosogea mbele. Mwaka huu tumekuja na kauli mbiu nyingine ambayo sasa inahusisha jamii nzima. Kauli mbiu kidogo kiangalia unaweza ukacheka, lakini na masuala. Kauli mbiu yetu ina madiaba 4, ina base 4, halafu ina diaba 1.
inasema hivi, kila mmoja abebe beseni la uwajibikaji ili kujaza diaba la ufaulu. Samahani, mimi mwalimu kidogo. Hii ni diaba, hizi ni beseni. Hizi ni beseni hizi. Hizi ni beseni. Hizi ni beseni. Beseni ya kwanza ni walimu. Hii hapa walimu. Walimu wana asilimia 40 ya kufanya ufaulu kwa nini? Asilimia nyingine inakuja kwa wazazi. Wazazi wana asilimia 30. Asilimia nyingine ni wanafunzi. Naongelea zaidi shule ya msingi. Kenda sekondari asilimia zinapanda. Wanafunzi wana asilimia 20. Halafu kuna serikali. Serikali wana asilimia 10. Ukichukua zote hizi ukaziunganisha unapata asilimia ngapi? 100. Ufaulu. Huu ni uwajibikaji. Hili ni diaba. Hili ni beseni na uwajibikaji. Kwa hiyo maana yake walimu wao, kwa sababu ndio wanafundisha watoto, wana asilimia 40. Wazazi wana asilimia 30. Kwa nini? Mzazi kazi yake ni kutafuta vifaa vyote vya mwanafunzi, ni kuhakikisha na watuma wanafunzi kwenda wapi? Shuleni, ni kuchangia chakula, ni kuhudhuria mikutano yote, ni kununulia mavazi, kila kitu kinachotakiwa kwa mtoto, tofauti na kufundishwa, ni kazi ya nani? Ya mzazi. Kwa hiyo kama tamtuma shuleni, maana yake walimu nao wakafundisha ipasavyo, wanaweza wakaishia kwenye asilimia 70. Tunaona hiyo asilimia 70. Lakini tunakuja kwa serikali, hata wanafunzi wa msingi ndio wanaosoma, tunawapa asilimia 20 ndogo, kwa sababu ndio bado ni ndogo. Kwa hiyo wao hawana ile ile ya kusoma, yaani kujiingiza. Hizi 20 zao ndio wanaosoma, ndio wanaofanya mtihani. Kwa hiyo wazazi na walimu wakieleza vizuri, watoto wanafanyaje? Watafaulu. Kwa hiyo kama na mtoto atakuwa na uwezo wa kuingiza ile 20 zake, yaani tunapata asilimia 90. Sisi tumeelewana vizuri. Ila asilimia 10 ya serikali. Sasa huko kuna diwani, huko kuna serikali, huko kuna mwenyekiti wa kijiji na mwenye nani na mtendaji, huko kuna serikali yenyewe kutetea walimu. Kwa serikali inaleta walimu, kwa mfano hapa walimu wako 7 wanatosha kwa sasa hivi, asilimia yake wanatosha. Kwa maana yake hii asilimia 10 serikali inaweza kuzizapo kitu. Nimebaki kazi ya serikali kufuatilia, nimebaki kazi ya mtendaji wa kata kufuatilia kama kuna watoro, nimebaki kazi ya mtendaji wa kijiji kufuatilia kama kuna watoro, nimebaki kazi zingine zote. Kwa sababu tukitimiza hizo wajibu wetu huo, tunapata asilimia 100. Sasa mmeona, msema wazazi manake jamii. Kinachotakiwa hapa ni ushirikiano, yaani tukaunganisha hizi beseni, ni kujumulisha hii beseni. Tukisha ungana tunapata asilimia ngapi? Tunataka beseni hata moja, asilimia 100 hazifanyiki. Kwa hiyo tunahitaji kufanya ushirikiano ili tuweze kufikia ufaulu mzuri. Na tunaposema ufaulu haina maana darasa la 7 tu na la 4. Naomba niwaambie pia darasa la 2, darasa la utumani. Ila sasa tunaanzia kuanzia hapo mpaka darasa la 7. Tukienda sekondari pale kwa wanafunzi yapo ni nani asilimia zinapanda na percent zinapungua, kwa sababu wao wana uwezo wa kujisomea. Kwa niseme kwanza, jambo la kwanza ni washukuru kama tumekuja kutoa zawadi. Tayari kwenye zile asilimia utekelezaji umeanza kufanyika kwenye serikali na jamii. Yaani hapa kwenye asilimia tayari. Kwa sababu kama umeleta motisha kwa walimu, tayari maana yake tunaweza kutimiza majukumu yetu.